قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. Karibu katika kipindi Vipi Utapendwa na Watu, naye Ustadh Fathi Faisal Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وتعلمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صالحا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة, bado tunaendelea tukitafuta njia ambazo zitaongeza mahaba na mawadda kati yetu. Jana tulizungumzia kuhusu jambo la kusalimiana kwa kupeana mikono, na hayo nadhani yamefahamika vizuri. Leo inshallah taala tuna njia nyingine ambayo itatusaidia katika kujenga mahaba baina yetu. Jambo lenyewe tunasema ni as-su'al an ahwali an-nas, kuulizia watu kwa hali zao. Tunaweza kuwa tunaishi pamoja, baada ya muda usimuone mwenzako, ni uzuri kumuulizia hali yake pale utakapomwona ama utakapokutana na mtu ambaye anajua hali yake, ukamuulizia hali yako ama hali ya fulani. Jambo kama hili mwanzo kabisa ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akifanya hivyo, akikaa muda akiona kwamba bwana sahaba hajaonekana kwa muda, alikuwa kimuulizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tawabuja kuangalia bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo kama hili ni jambo ambalo linamfanya yule anayeuliziwa ajihisi kwamba yeye ana kadri mbele yako. Yule anayeuliziwa hali akija akiambiwa fulani wa kuulizia, tayari katika maumbile ya mwanadamu anajihisi kwamba mimi ni muhimu kwa yule anayeniulizia. Madamu ameniulizia ananijali, ama uwepo wangu una thamani na una heshima katika ile sehemu ambayo mimi niko. Lakini wewe uje ukikosa usiuliziwe, takuja kujihisia kwa mwanadamu kwamba mimi hata sijulikani pale, niko siko, hakuna lolote ambalo lina tofauti. Na ni muhimu kuulizia hali ya kila unayemjua, kila aliyekaribu na wewe muulizie hali yake, kwa sababu jambo hili linajenga mawadda. Ulizia rafiki zako, ulizia wale watu unaoswali nao msikitini. Ukiingia nyumbani, ulizia watu wa nyumbani kwako hali yao, wako wapi. Leo hili limepotea, ndio maana mujtamaa umeharibika. Baba anaingia nyumbani, mama anaingia nyumbani, mtoto hajulikani aliko. Atakuja siku ya pili wala hataulizwa toka wapi wala uko yofanya nini. Ile mtoto anaona kwamba mimi nikiwepo nyumbani haliongezi halipunguzi, nisipokuwepo pia haliongezi halipunguzi. Ulizia vile vile ukiwa kazini wale unaofanya nao kazi, ulizia upate hasara. Jana tukukuona ama jana ulitoka kwa haraka salama, kuna lolote ambalo tunaweza shirikiana nalo, uliziana hali namna hii. Vile vile mwalimu anatakikana ajenge uhusiano baina yake na wanafunzi wake kwa kuulizia hali zao, kwa sababu wanafunzi wanaosoma wote wana hali zao tofauti, hawafanani. Mujtamaa wanaotoka ni tofauti. Sasa yule mwanafunzi atakapokosa, kabla hujamkemea kama mwalimu, muulize, jana tulikukosa, jana tulisoma lakini wewe ulikuwa haupo. Mwache kuelezee lile ambalo analo. Yule atajihisi kwamba mimi mwalimu wangu ananijali, ameniulizia nilipokosa, kumaanisha kwamba ana umuhimu wa mimi kuwa hapa. Na hili ni jambo
ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufunza umuhimu wake. Siku katika masiku alikuja sahaba Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuona Abdurrahman ibn Auf, na mtume alikuwa anajua masahaba zake kikweli, yeye anawajua wote na anawajua kwa hali zao kamili. Alipokuja Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wangara, umebadilika, yani sivyo unavyoonekana kila siku. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ma amruka ama ma sha'nuka, una nini, hauko kawaida, wangara. Akamwambia, Rasulullah, tazawwajtu imra'atan min al-ansar, nimeoa ya Rasulullah. Kwa sababu anayeoa ajulikana hali yake, angara. Hata hapa bila kuulizana tuweza jua nani ambao makapera wajulikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimeoa ya Rasulullah, nimeoa mwanamke wa Kiansar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yani kumbarikia katika ile ndoa yake. Kisha akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisha, madamu umeoa sisi hatujui harusi yako, itangaze harusi yako, fanya walima, fanya karamu, japokuwa kwa kuchinja mbuzi mmoja. Kwa hiyo karamu ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapofanya harusi, lakini haimaanishi kwamba mtu asipofanya ndio kamdai. Ni sunna, na yule atakayalipwa ndiye anafaa kwenda, sivuruge sherehe za watu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliuliza hali ya sahaba Abdurrahman bin Auf alipomuona kwamba hali yake imebadilika, yani ameng'ara. Na hiyo kuonesha kwamba kuuliziana hali ni katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiuliza masahaba wake wote pale atakapokuwa hawaoni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ambayo ni maarufu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoingia msikitini siku katika masiku, akaketi akawauliza masahaba, kuna yule mama anayekuja kuweka hali ya usafi msikitini, simuoni. Yule mama anayekuja kutusafishia msikiti wetu, simuoni. Masahaba ridwanullahi alaihim wakamwambia Rasulullah, yule mama amefariki na tushamzika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, nionyesheni kaburi lake liko wapi. Akaenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamswalia swala ya mayit kwenye kaburi lake. Hakwenda kule ila alipojua kwamba amefariki. Na alijuaje kwamba amefariki? Alimuulizia hali. Yule mama mimi simuoni siku hizi. Na hili jambo ambalo limepotea leo katika mshtama wetu. Tunaweza ishi tusiulizane hali mpaka ukija ukiulizwa kwamba kitambo maskini ashakufa yule. Ama hajatokea. Yatokea sana. Fulani simuoni siku hizi. Tulimzika lini? Muda mrefu. Kwa sababu thakafa ya kuulizana hali imepotea katika mshtama wetu. Hakuna. Na hii inakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam anasema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. mfano wa waumini ni mfano wa kiwiliwili kimoja. Kiwiliwili kimoja hicho, sehemu moja ikiwa itapatwa na madhara ya homa ama madhara ya kuumia, basi mwili mzima utakuwa ni wenye kukesha kwa maumivu ya kiungo kimoja. Wewe mwana jino tu tafuta kila namna ya kulala, kweli roho, utakwenda nje urudi, ukaoge urudi, uzungumze urudi, upenduke huku mpaka alfajiri hiyo wasikia. Sasa hivyo ndio Muislamu atakanawe. Mwenzako akipatikana na kitu ulikukere, ulihisi, na utalihisije bila kuulizia? Haiwezekani. Kwa hiyo kuuliziana hali ni katika sunna tulizofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiuliza hali za masahaba zake, na huku kuuliziana hali hiyo ikhwa ina faida kwa anayeuliziwa na anayeuliza. Yule anayemuulizia mwenzake hali
yani wewe unaiulizia hali ya mwenzako. Faida kwako ni kwamba wewe unajiondolea katika moyo wako kibri, unajiondolea katika moyo wako hikma, kwamba ule ubinafsi unapotea. Kwa sababu yule ambaye anataka kuishi peke yake, ubinafsi, mimi najitosheleza, huyo ndio ulizi. Na hakuna mtu anaweza ishi peke yake. Kila mtu anamhitaji mwingine, kila mtu. Mkubwa anamhitajia mdogo, mdogo anamhitajia mkubwa. Mwenye mali anamhitajia asiyekuwa na mali, ambaye hana mali anamhitajia mwenye mali. Mwenye ujuzi anamhitajia ambaye hana ujuzi, ambaye hana ujuzi anamhitajia mwenye ujuzi. Sote tunahitajiana, sote. Kwa hiyo muulize mwenzako hali yake vile ilivyo, ili uweze kujenga alaka baina yenu. Na yule anayeuliziwa unamjenga, anajihisi kwamba yeye ana umuhimu katika maisha yako. Yani katika mashughuli yake yote aache kazi zake, jiulizie mimi. Bila shaka ananijali, bila shaka uwepo wangu katika sehemu ile ina athari. Kwa hiyo kuuliziana hali ya hiyo alikhwa inajenga alaka baina yetu na inatengeneza ihsan katika mujtamaa wetu, na hapo inakuwa ukaribu unapokuwa na haja lako kutatuliwa, na vile vile inaondoa dhiki. Kwa sababu mara nyingi yule anayekuwa pweke huwa anaathirika na ule upweke wake. Anaweza kuwa ni ugonjwa ukaathiri, lakini athari kubwa ni kule kujihisi kwamba hakuna mtu anayenijali. Kila ukifikiria ile mawazo, na shetani naye anaongeza mawazo juu ya mawazo yako, ukajihisi kwamba wewe umetupwa, wewe hakuna mtu anayekujali. Ndio maana baada ya muda ukienda ukitembelea mtu, unamwambia siku nyingi nje kuona kabla peke yangu, hakuna anayenijali, hakuna anayeniuliza. Yale si maneno tu yanatoka, zile ni hisia zinazotoka ndani ya moyo wake, kwamba hivi ndivyo ninavyohisi mimi, kwamba hakuna anayeniulizia hali yangu, hakuna ambaye ananijali mimi katika hali ambayo mimi niko. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa sahaba akikosekana kwa muda, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anamuulizia hali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio katika masiku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja msikitini, baada ya muda kuna sahaba ambaye alikuwa hajulikani alipo, hajaonekana kwa muda mrefu. Maneno hayo yanaelezwa na sahaba Anas radiyallahu anhu, anasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit ibn Qais radiyallahu anhu. Mtume alikuja kuuliza, akasema Thabit sijamuona mimi muda, nani anajua hali zake? Faqala rajulun, kuna bwana akamwambia, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu, mimi najua ana nini Thabit ibn Qais. Akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa yeye amekwenda akakaa na sahaba Thabit ibn Qais na kumuuliza hali yake ni ipi. Asema, ya Rasulullah, nimekwenda kwa Thabit nikampata Thabit analia. Thabit asema hataki kuja kuwa karibu na wewe ya Rasulullah, sio kwa hampendi mtume, la, asema yuogopa kwamba yeye min ahli nari, kwamba yeye ni mtu wa motoni. Kwa nini mtu wa motoni? Iliposhuka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, enyi mlioamini msizifanye sauti zenu ziwe juu ya sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Na wala mazungumzo baina yenu na Mtume alayhi wasallam yasifanane, mazungumzo yenu baina yenu yawe tofauti na mazungumzo yenu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yawe na ihtiram. Sasa Thabit ibn Qais radiyallahu anhu alikuwa ni mtu mwenye sauti kubwa, sauti yake ikitoka na nguruma radiyallahu anhu. Sasa iliposhuka aya kama hii, akaogopa kwamba mimi nikizungumza na mtume sauti yangu ikiwa kubwa kuliko na mtume, mimi nitakuwa namkosea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam heshima, kwa hiyo dawa nisitoke. Akajifungia nyumbani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoletewa habari kwamba Thabit ibn Qais radiyallahu anhu yakhsha an yakuna min ahli an-nar, anaogopa kwamba yeye awe ni miongoni mwa watu wa motoni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idhhab ilayhi faqul lahu innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli al-janna, kamwambie kwamba wewe si mtu wa motoni,
bali wewe anabashiriwa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mtu wa peponi. Ile ilikuwa ndio maumbile yake. Ile aya ilikuwa inazungumzia wale wanaojaribu kushindana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimaneno na kisauti. Lakini Thabit radhiyallahu anhu, maneno yake ilikuwa ndivyo yanavyotoka, ndio kawaida ya sauti yake. Na sauti ni maumbile, kila mmoja na sauti yake. Mwingine ni soprano, mwingine ni bass, mwingine ni hivyo inapokwenda. Sauti zetu zinatofautiana. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule kuulizia hali ya Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu ilikuwa ni sababu ya kumpatia nafasi ya kupumua ngapo. Maana sahaba kama yule alikuwa tayari yuko katika dhiki kubwa sana, kwamba wewe unaishi na Mtume alayhi salatu wasalam na unamwamini kwamba ni mtume, wewe ni sahaba, kisha unajihisi kwamba wewe ni mtu wa motoni. Hiyo ni hamu kubwa sana. Baada ya kumuulizia Mtume sallam, ikamfungulia yale aliyokuwa nayo, akawa ni mwenye kupumzika. Sahaba kama huyo yuuliziwa na nani? Auliziwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Atakayekuwa na shughuli kati yetu hawezi kufikia shughuli alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ni mashghul kwa da'wa, mashghul kwa wahi, mashghul kwa kupokea wufudhi zinazokuja, mashghul kwa kupanga serikali yake, mashghul kwa kutayarisha jeshi, mashghul kwa kwenda vitani alayhi salatu wasalam. Lakini juu ya mashughuli yote haya ilikuwa anayo nafasi ya kumuulizia mwenzake hali. Sasa wewe jiulize hapo ulipo, wewe una jirani hujamwona siku 3 leo, shamuuliza hali jirani yako tu pale nyumbani. Wata jirani, pana ndugu ishi nyumba moja, chumba kwa chumba. Ndugu yako vipi? Sasa sijui, leo siku hizi mimi shift zangu na zake hazilingani. Vipi? Siku hizi bana mashughuli mengi, yule mimi na shughuli yangu, dunia kwa mdogo bana, watu wenda mbio. Baada ya mbio wapumzika, baada ya kupumzika wabebwa. Atakayekubeba nani? Nani atakayekubeba wa kwanza? Ni yule unaishi naye, yule wa karibu na wewe. Wa karibu nani? Ndugu yako. Kuna kile kisa maarufu kile nishawahi kuzungumza pamoja hapa, leo nilikuwa napitia nikakisoma pale tena. Nasema kuna kijiji ambapo kulikuwa na shida ya maji, na walikuwa na kisima chao. Kila wakitupa ndoo ikivutwa, kamba yaje peke yake, ndoo yabakia chini. Hali ile ikawatia dhiki, wakatafutana bwana nani atakayeshuka. Kila mmoja anapoambiwa kushuka, kamba zarudi bila ndoo, shuke mimi nitarudije? Kila mmoja akaogopa. Kuna kijana mmoja akasema mimi nitashuka, lakini kwa sharti langu ni ile kamba mimi nitakaoshuka nayo ishikwe na watu watakaoshika, lakini kati ya watakaoshika ile kamba awe ndugu yangu atashika ile kamba, ndugu yangu awe yeye ameishika ile kamba miongoni mwa watakaoshika. Wakakubaliana na ndugu yake akakubali kushika kamba, ikatupwa. Kamba ile ilipotupwa, yule bwana alipofika chini akaziona zile ndoo. Sababu nini? Kulikuwa na tumbili mdogo, sio utumbili wa Japani, tumbili wa kawaida. Utumbili wa Japani fulani punch, sio sema. Basi shakuwa ndio issue duniani, hivyo ndio dunia ilivyokuwa. Yule bwana kama yule tumbili. Sasa kutakuonesha wale watu kwamba shida yenu nyinyi ni huyu tumbili. Akamfunga yule tumbili ile kamba, kisha akaitisha watu wavute. Kivutwa badala ya ndoo na badala ya yule aliyeshuka anatoka tumbili. Sasa jamaa kila moja akafumuka njia yake. Wengine wasema leo maskini aishuka mwanadamu ampata tumbili. Kila moja anasema huyu si tumbili, huyu jini huyu. Watu wote wakikimbia wanafanya nini? Kamba ndio ikaachwa. Watu wote wakaiacha kamba ila mtu mmoja. Nani? Kakake. Ndiye alisimama akaivuta ile kamba. Huo ndio muhimu wa ndugu. Huyo ndugu yako yule, hata kama shetani ameingia kati yenu, shetani anapita. Shetani ndio kazi yake kubwa hiyo. Shetani wafurahi sana. Na muda huu ndio muda wa kumshinda, kwa sababu wafungwa. Fika nyumbani kuulizia hali yake. Vipi kibarua? Yeye atashangaa jambo la kwanza kuuliza. Angalia. Mwambie asalamu alaykum, atakujibu alaykum salaam. Nakuulize vipi kazi, vipi hali yako? Atashangaa mimi. Atakujibu lakini. Na jambo moja tunahakikishiana, yule utakayemuuliza hali kule nyumbani, wewe unajua unaweza kwenda jengana kumuuliza akazuka mengine tena. Jengana kumuuliza hali yake tukazuka mengine tukateta zaidi. Tukua hili.
yuatarajia kama sasa wewe muulize hali yake. Vile atakapokujibu wewe mwenyewe utashangaa. Utapata kwamba kumbe yeye pia alikuwa yasubiri wewe muulize hali yake. Kwa hiyo tuondoeni ule ubinafsi, tuulizaneni hali ili tuweze kujenga alaka yetu, ili tuweze kupendana, kwa sababu tukishapendana dunia itakuwa ni nzuri. Tukishapendana tutapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukishapendana tutaingia katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hivyo ndivyo ilivyo. Na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiulizia kila mtu, mwanamume, mwanamke, mzee, mtoto, yoyote, mlemavu, wote walikuwa wakiulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja aliketi msikitini akasema, mimi simoni Abdullah ibn Maktum akijisali na sisi siku hizi. Abdullah ibn Maktum ni rajulun a'ma, ni mtu kwa haoni. Na wewe husali na sisi siku hizi? Kaambia Rasulullah, mimi naishi mbali siku hizi na sina wa kunileta msikitini, ndio maana hunioni, nashindwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akamuuliza, wasikia adhana? Akamwambia naam. Akamwambia fa'ajib an-nida, itikia ile adhana uje msikitini, kwa sababu namtakia kheri. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam katika hali yoyote, wakati wowote, mtu yoyote kwa hali yake yoyote alionayo, Mtume kwa kimuulizia hali yake. Haya tunazungumza hiyo leo, haya si maneno ya kupoteza saumu, wala hizi si hakaya. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naomba kwamba kila tukimaliza lile tunalozungumza tujaribuni kulifanyia kazi sote. Mimi kabla ya nyinyi mnaosikiza, tulitendee kazi, tuulizianeni hali, tulizungumza kuhusu salamu, tulizungumza kuhusu kupeana mikono, na mengine atakuja inshallah taala ambayo tutayazungumzia hapo mbeleni. Tuyatendeni kazi ili dunia iwe ni sehemu ya kupendeza, tukiishi pamoja raha mno. Wewe chukua ule muda uko pamoja na wenzako, umeketi, ni nyumbani, ni maskani, ni popote, umeketi mnazungumza. Alafu chukua ule muda uko peke yako. Iko tofauti hakuna. Ule muda wa peke yako ule ndio muda anaopata nafasi ndani yake shetani ya kujenga. Anajenga mawazo mengi, ndio kaanza kufikiria wewe, wafikiri wanaomdai, wanaokudai, uliowaudhi, wote waja pale wakati huo. Lakini ukiwa na wenzako fikra hizo zinapotea. Na sasa ikiwa ni kikao cha kukumbushana yale ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, hapo inakuwa ni jambo la kujenga. Lakini hapa katika kuulizana ni wale kwa kuuliziana hali, tunauliziana hali kwa kutaka kujua shida za wenzetu, tusitafute umbea. Maana kuna yale ya kuulizana, fulani simuoni, kuna jambo na kwa ile fulani namuona siku hizi kila akija ingia na mlango huu wa nyuma kunani, ama fulani siku hizi kila kimuona pita huko ashaongeza nini. Ikiwa ataka ajue kama umeongeza, angewalika. Hakuna ubaya pia katika jambo kama hilo, madamu yuko katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuulizeni kwa nia ya kujenga, tusiulize kwa nia ya kuvunja. Na haya inshallah taala tutakuja zungumzia hapo mbeleni, si kesho inshallah, katika msiku unaokuja, kwa sababu kuachana na mambo ya kuuliza sana ya watu ndio Uislamu. Min husni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Katika ubora wa Uislamu na ukamilifu wa Uislamu wa mja ni kutokuingilia mambo yasiyokuhusu. Mambo yasiyokuhusu sasa lipi? Sasa tushikilie, tuulizane ama tusiulizane? Tuulizane. Lakini kuna ule muda utakapomuuliza mtu atakapokujibu koma, wewe unaona kama unificha, yeye atakaujue hapo. Tusilete fudhuli ya maneno, tuwekeeni mipaka. Kuna bwana mmoja alitoka, ni mfanyikazi wa nyumba fulani, anatoka na kisahani kimfinikwa. Watu wakamwambia, kuna nani kwenye sahani? Akamwambia mwenye nyumba, lau angetaka ujue wasingefinika. Kwa hiyo lile utakaloambiwa mwenzako akwambie, bana sijakuona siku nyingi, akwambia mgonjwa, Mwenyezi Mungu akuafu, Mwenyezi Mungu akupe nafuu, Mwenyezi Mungu akupatie tiba kutoka kwako. Usianze ugonjwa gani? Ugonjwa gani? Daktari gani? Ankuchaji ngapi? Na hayo sasa si kuulizana hali. Hapo ni kutafuta mambo ambayo ni katika hususiyat za yule unayemuuliza. Haya yataleta uadui badala ya kuleta mahaba na mawadda baina yetu. Kwa hiyo lafz al-karim
katika kuuliziana hali ni njia ya kujenga undugu, ni katika makarim al-akhlaq, ni katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa ni sunna tunalipwa mema na tutaandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu pale utakapomuulizia mwenzako hali yake, la tadri kam sana'ta fi hadhihi ittisal, ule kumuulizia wallahi hujui umejenga mangapi. Na siku hizi imekuwa sahali hiyo lepo, pana simu siku hizi, yule unayemtamani wewe mpigie simu, salamu alaykum, salam, hali yako mzima, na kuulizia hali, alafu angalia atakapoona raha. Tena ikiwa wewe ni wale watu mwani wale ndio uliza, shukrani ndugu yangu, utasikia mpesa hapo yaingia tu chapu wewe unaona ndugu yangu anipenda niulizia, waona uzito, tuma message tu, salamu alaykum. Tasbihi zimetengenezewa zile zaitwaje zile sticker, sio? Tuma tu salamu alaykum, haja sasa kutype wewe, sukuma wa alaykum salam, basi nakujulia hali, mwambie mzima, shukrani, kuishi leo moja, kesho ongeza 30, kesho kutwa hivyo mpaka itakuwa ni yenye kujengeka. Kwa sababu hiyo alikuwa sisi shida yetu ni moja, tunataka kila kitu kifanyike pale pale, haiwezekani. Maisha yetu ni process, kuvunjika ni rahisi, lakini kujenga yataka muda. Angalia, chukua ndoo ya maji ama pipa la maji ama tanki la maji, utakavyoweza kubeba wewe wingi wa maji, kisha mwaga kwenye jiwe, itakuwa na athari yote? Haina athari. Kwa hiyo lakini ile jiwe liweke pahala, alafu fungulia mfereji iwe itatona kila siku tone moja, utafanyika nini ile jiwe? Itapasuka. Kwa hiyo ibra si wingi, ibra ni consistency, ni kule kuendelea. Sisi hapo ndo tofauti. Kwa hiyo usifanye leo tu, usiseme toka jana mimi na mwamkua niangalia tu, mwamkue tena, kwa sababu wajiongezea thawabu. Kimwamkua wajiondolea wewe dhiki, mwamkue tena. Jana na mwamkua, juzi na mwamkua, kabla ya juzi ilikuwa Kiswahili hamujui siku ile kizungu aitwaje? Kuna bwana alikimbia shule, kifika shule ambao nasikia tena kwa ni hapa Mvita shule, kiulizwa lini, asema juzi lini, akasema yesterday no. Sasa wewe anza toka hiyo yesterday mpaka leo, endelea nayo hivyo. Mwenyezi Mungu atatulia baraka na atatuongezea mawadda na mahaba baina yetu, na itakuwa ni sababu ya dunia kuwa nzuri, na sababu ya sisi kupata thawabu, sababu ya sisi kujifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sababu ya sisi kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Shukran, jazakumullahu khair. Hafidhina dhakirina. Umekuwa ukisikiliza kipindi Vipi Utapendwa na Watu, naye Ustadh Fathi Faisal Said. Sauti ya huruma ni yetu.